Kaunti ya Nairobi, na moja kwa moja naanza nawe Bingwa. Wanakuita nani alafu nikuulize ile bajeti ni ya kumsaidia mwananchi ama wajipange? Asante sana kwa ile tax ya digital marketplace tax imeongezwa, sio tu kwa ile platform kama Jumia ama Alibaba ama zile zingine, ila ni kwa ile service ambayo wale watakuwa wanapeana. So ile taxation ya digital marketplace tax imeongezewa, so italeta effect kwa yule mnunuzi wa zile vitu. Tunaona ya kwamba pia digital economy taxation ambayo wale content creators kama nyinyi na wengine ambao wanakuwa hapa Nairobi wanafanya content, pia hiyo taxation yao itaongezeka. So tunasema ya kwamba si ya mwananchi wa kawaida ila ni ya serikali. Asante, amesema ni bajeti ya serikali. Nije nawe kwako Bwana Chief Titus Otieno, huyu ni mwenyekiti wa KANU Nairobi. Kule KANU wanasemaje? Wanasema hii ni bajeti ya mwananchi ama wajipange kukaza mikanda ya kufinya bajeti? Asante sana ndugu yangu. Unajua, nimesikia mwenzangu hapa amesema kwamba yeye ni mmoja wale wanawania kiti cha gavana Nairobi. Alafu akaendelea akasema kwamba digital services tax imeongezwa. Nataka nimrekebishe kidogo. Naomba kwamba haikukua. Wameweka. Wanataka kunyanyasa vijana kwa sababu ni vijana wanatumia mtandao. Wacha nianze. Kwa majina vile umesema ndugu yangu, mimi naitwa Chief Titus Otieno na mimi ndio mwenyekiti wa chama kuu, chama imara, chama kitaifa, chama cha KANU hapa Nairobi County. Na nafurahi kuwa na wewe hapa leo. Karibu. Unajua, kwanza kabisa bajeti hii ya mwaka huu, hata kama vijana sisi tumetulia, tumenyamaza, sio kwamba tumefurahi sana. Hii bajeti sio mwananchi wa kawaida. Kwa sababu bajeti ya mwananchi wa kawaida ingeangalia mambo ambayo yanasaidia raia wa chini. Na raia wa chini kila siku anatumia kiberiti, kila siku anatumia maziwa, kila siku anatumia mkate, kila siku anataka kununua nyanya, omena, hizi ni vitu ndogo. Kwa sababu these are the basic need that mwananchi wa kawaida anatumia kila siku. Lakini hii bajeti tujaona mambo ya mafuta wamefanyaje. Hata narudisha nyuma kidogo. Katika petition ya BBI, ile ambayo mwanauchumi David Ndii alisukuma sana katika serikali ya Uhuru Kenyatta, koti iliamuru ama ilisema kwamba bajeti inapotengenezwa lazima wahusishe county sio chini ya 10. Na kwa kilugha kimombo koti ikasema kwamba the discussions, the opinions of the people must be qualitative, not quantitative. Lakini mpaka leo hii tunaambiwa tu iko county 10 wameweka wataenda kuchukua maoni. Mpaka leo tujaona maoni. Wanasema iko watu wanataka kunafanywa maoni, watoe maoni yao ya bajeti, Busia, wengine nasikia mambo ya Kisii, lakini mpaka leo haijafanyika. Unaona? Nakwambia kwamba hata wenyewe wanajua bajeti hii sio raia wa kawaida, ndio maana wanaogopa, kila mara wanapeleka mambo ya kusoma bajeti pia. Unajua, hata nikumbushe kitu kwa kifupi tu, wengine wapate nafasi. Unajua, walipanga bajeti some tarehe 6. Si ni kweli? Sasa hivi mimi nasikia kutoka kwa wenzangu watu wa Nairobi wanaambia kwamba wamesukuma mpaka tarehe 12. Uoga ni ya nini? Shikilia wazo lako. Nipate kauli za wengine pia upande huu mwingine. Bingwa, jina lako nani pia utueleze ile bajeti ni ya mwananchi wa kawaida? Kidogo ni kama sauti iko sawa, sauti kama mwelekezi. Nambo washe mic kidogo hakusikii. Ukijipanga. Wacha nipate pia kusikia maoni ya Bingwa hapa. Amesema bajeti si ya mwananchi. Nije kwako pia. Je, ni vitu gani ambavyo unahisi kwamba vitazidi kumfinya zaidi mwananchi kwenye ile bajeti, ama kama ungepewa nafasi ungebadili nini? Kwanza ni kusema ya kwamba bajeti hii si ya mwananchi wa kawaida
kwa kuwa tunaona katika ile miscellaneous tax ambayo imekuwa introduced inalenga zile ndege na zile parts za ndege ambazo si za ndege, si ya mwananchi ya kawaida, ila ni wale politicians, wale viongozi wa serikali ambao wakinunua ndege na zile parts za ndege wanaondoa ile taxation. So tunapata ya kwamba zile vitu ambazo zinahusu mwananchi wa kawaida kama kuongeza taxation kwa agricultural produce ina affect sana ule mwananchi wa kawaida. Asante. Naomba sasa sauti iko sawa. Tueleze bajeti kwanza, jina lako nani, na tueleze bajeti ni ya kumfaidisha mwananchi ama ni ya wale wakubwa? Mimi naitwa Joel Oluoch, mimi ni wakili, na kwa swali lako hili bill siwezi sema ni ya mwananchi, kwa pia siwezi sema directly ni ina affect venye tunaishi tukisonga mbele. Hii finance bill sana sana venye imekuja wame expand the tax base. Sasa hawajaleta taxes mpya, lakini zile zenye ziko zimeongezwa. Ni kama ukiangalia kwa Affordable Housing Act kulikuwa na exemption yenye kama wewe uko na 100 units na unasaidia, unajua hii ni kazi yao, unasaidia serikali kujenga nyumba, na hiyo ni kitu haifai kukua na any restrictions yenye wewe unapewa tax kuweka. Sasa hao wenye walisema ilikuwa 15% from 30% watu wako involved in real estates, sasa hiyo wametoa hiyo 15%, sasa imekuwa 30%. Hiyo imeongeza ugumu ya wananchi kupata hiyo affordable housing. Kupea KRA direct authority ya kukiwa na conflict, wamesema ukienda kwa Tribunals Act then ulose hiyo kesi na uende High Court for further redress, wanaweza pay notice bank kuanza process ya kuchukua hiyo tax. Unajua hiyo ni kitu ya kukudeny justice wewe mwenyewe kama mwananchi. Sasa kufanya vitu kama hizo zita affect mwananchi sana. Ya mwisho kulikuwa na hii sababu mimi nasema ina affect mwananchi negatively. Tax kuna kitu inaitwa disposable tax, disposable income. Kwa kifupi tu, disposable income hakuna venye imeongeza venye normal mwananchi ataeneza maisha yake ya kawaida. Hakuna kenye imechange. Hizo taxes zenye zimekuwa 16% ya VAT imekuwa tu hapo. Sasa maisha imepanda. Najua pia kuna mabingwa wanataka kuzungumza, lakini nipate pia kauli ya Dedo pale mwingine. Si kama sauti yake iko sawa. Jina lako nani, alafu pia unieleze kama kwanza ile bajeti inapunguza mzigo ama inaongeza gharama ya maisha? Na ambao umezima kipaza sauti, wacha warekebishe tupate kauli ya bingwa hapo. Na bahati sana bro, wacha nipate kauli yako bingwa kwa kifupi tu. Jina lako nani pia kama nilivyouliza wenzako, bajeti na kumfaidisha mwananchi ama ni ya wale wakubwa kule juu? Asante sana ndugu yangu, nami naitwa Benson Munene. Mimi nasimama hapa Nairobi, na mimi ni mimi mwenyewe I'm one of the members of the new generation aspirants. Na kwa kweli venye unavyosema na venye wenzangu pia wanasema hapa na huku nje wa Kenya wote kwa ujumla, hii bajeti ya huu mwaka sio bajeti ya Mkenya wa kawaida. Hii ni bajeti ya wenye wana uongozi pale serikalini, ni bajeti ya viongozi wanasiasa na si bajeti ya Mkenya wa kawaida. Kwa kweli tunavyoongea sasa hivi hakuna venye tutasema hii bajeti ni bajeti ya Mkenya wa kawaida. Na ukiangalia vilivyo wanaenda pale like they have proposed to delete the section 59A that is of 1B of the tax procedures.
Act. Sasa inamaanisha hapa sasa KRA itakuwa na ule uwezo na nguvu za kuangalia na kuaccess data ya Wakenya bila ruhusa, of which it's unconstitutional and even it violates the Data Protection Act of 2019. Asante, nipate sauti ya dada pia. Endelea na kauli yako. Kwa majina ni Eva Mutuji. Hii bajeti ya mwaka huu si ya mwananchi kabisa, kwa sababu kwa mfano wameongeza the taxing on investment from 100% to 150. That means it will be itakuwa ngumu kwa the investors to come and invest in the country, which will make it the economy very hard to maneuver because there is no money flowing. Because when you add taxes on investors, then they are going to run away from investing in the country. So definitely for me, that being among the points in the finance bill, it's not really favorable. Asante. Naona mwenzako kando yako ni kama anakushangaa, labda anaweza kuwa na maoni kinzani. Bwana Dandrai, kwa kifupi tu, bajeti na kusaidia wewe mwenyewe? Asante sana bwana Majibu. Mimi kwa majina naitwa Dandrai Otieno. The National Coordinator Bunge la Mwananchi. Kitu inafanyika Majibu, utapata wengi wetu wa Kenya tujasoma bajeti. Kwa sababu hata ukiangalia hii bajeti, hii ndio bajeti inasaidia, tunasema common mwananchi. Kwanza mimi unajua napenda kwenda na details. Hata ukiangalia hii social protection, wazee wako ushago, hao orphans nani, utapata serikali increase na 31 billion. Ukiangalia katika hata ofisi ya rais tumepunguza na 451 kabla uende kwa kauli nyingine, pale kwa wazee bado walikuwa wanalalamika wakati ule mwingine kwamba hata ile 7,000 ambayo walikuwa wanapata ilikuwa inachelewa, wengine hawafikii. Ni kama uniahidi na kudai shilingi 3,000 haunilipi, alafu uniahidi kwamba utanipatia shilingi 13,000, itakuwaje? Majibu, unajua kila serikali iko na mbinu zake, na kila serikali kupata ile system ya kuna vitu mingi watu wanatia